Bana, mambo ni aje mtazamaji wa Samruge TV? Langu jina naitwa Sam J. Siku leo niko hapa na mtumishi wa Mungu, mchungaji anayo mengi ya kuzungumza. Ametuletea neno la Mungu katika channel hii na katika ofisi yetu hii ya Samruge TV. Nikuombe tu mtazamaji wa Samruge TV, endelea kubaki Samruge TV. Nikukumbushe, usisahau kushare, kucomment, pia kusubscribe. Gusa alama ya kengele inayopita chini ya kioo chako. Kwa kufanya hivyo, utakuwa unapata kila aina ya taarifa zinazotokea katika ofisi hii ya Samruge. Barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa Samruge TV. Popote pale ulipo, nianze kwa kujitambulisha kwako. Naitwa Rugelanija Simoni Mayala, ni mchungaji wa kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God, wengine wanapenda kuliita TAG. Mbele yako nina machache ya kuzungumza na wewe mtazamaji ambaye umeacha muda wako. Kwanza nikupongeze kwa kuifuatilia channel hii katika ukurasa wa YouTube hii Samruge TV. Siku ya leo nitazungumza juu ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kitabu kile cha Yohana ile sura ya 3 na ule mstari wa 16. Biblia inazungumza kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Biblia imeweka wazi juu ya upendo, namna ambavyo Mungu aliweza kumpenda mwanadamu. Hakuangalia mazingira, hakuangalia makosa ambayo mwanadamu aliyafanya. Nia yake ni nini? Kwa sababu wewe mwanadamu, mimi na wewe, Mungu alituumba kwa thamani kubwa sana. Ni vile tu kwamba mtazamaji huijui thamani yako, lakini ukijua thamani yako, kwa nini ulizaliwa kuwepo tu hivi ulivyo, si kwa akili zako wala si kwa ujanja wala elimu kubwa ulionayo. Ni neema ya Mungu juu ya maisha yako imehusika ili kwamba akusaidie. Kusudi la Mungu kwa mwanadamu ni kumuokoa, kumtoa kwenye hali ya dhambi, kumtoa katika hali ya uasi. Ndio maana tunaona kwamba Mungu kwa jinsi ambavyo anauonyesha upendo kwa mwanadamu, akamtoa Yesu mwana wa Mungu aliye hai kuja kwetu ili kutuokoa, kututoa katika dhambi. Na Mungu afurahishwi na dhambi unayoifanya mtazamaji. Pengine unaweza kuwa unaifanya hiyo dhambi kwa asili ukijua kwamba Mungu hakuoni, lakini nataka nikwambie jioni ya leo, Mungu anayajua maisha yako si kama vile unavyojijua. Kwa hiyo unaweza ukakaa mahali kokote, mahali pa kujificha ukatenda dhambi, lakini Mungu jicho lake halilali. Na Biblia inazungumza Mungu wetu halali usiku na mchana, yeye anatutazama. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kukuambia jambo hili mtazamaji, kwamba una kila sababu ya kuacha dhambi. Una kila sababu ya kuchukia uovu na ufanya. Maana Mungu ana haja na wewe na ana mpango na wewe. Njoo kwa Yesu leo na Mungu atakusaidia. Naweza kunifuatisha maneno haya, funika macho yako nifuatishe maneno haya, na baadaye unapokiri kupitia ukiri hii, Mungu atakusaidia na atatenda mambo makubwa. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya jioni hii. Nimeyasikia maneno ya mtumishi wako, amezungumza juu ya upendo na kuhitaji sasa katika maisha yangu. Na ikataa dhambi. Yesu nisaidie. Na mkataa shetani na matendo yake. Yesu nisaidie katika jina la Yesu. Amen. Mtazamaji wa Samruge TV, kama ulivyosikia mtumishi wa Mungu amezungumza mengi kabisa. Nikusii tu mtazamaji, endelea kuyatafakari maneno haya. Ninaamini kuna kitu Bwana atafanya kwenye maisha yako kupitia maneno haya ya mtumishi wa Mungu. Kingine mtazamaji, nisisahau kwamba mtumishi wa Mungu huyu ni mtumishi ambaye anapatikana hapa tulipo jijini kwetu. Na ukitaka kumpata mtumishi wa Mungu, yupo mkoa wa Simiyu na wilaya ya Busega, yupo kijiji kimoja kinaitwa Lamadi. Ukifika Lamadi, ulizia sehemu inaitwa Lukungu. Ukifika Lukungu pale, yupo opposite kabisa na kanisa la Sabato. Mungu akubariki sana. Karibu tena Samruge TV. Samruge TV bwana, burudani kwa wote. Endelea kubaki.